jamii inamwandaa mwanamke wa aina gani? Jamii inamtaka mwanamke awaje? Lazima tukumbushane kwamba kampeni nyingi za kumempower mwanamke zinafanya mwanaume aonekane kama ndiye adui mkubwa wa mwanamke. Na tumesahau kwamba adui yetu mkubwa ni umasikini, ujinga, ukosefu wa huduma bora za afya. Huyo ndiye adui yetu mkubwa na namba 1. Na kuacha kupambana na maadui hao na kugeuka kumempower sana mwanamke kunapelekea mwanaume kusahaulika, na mpaka haya yote yanayoendelea kwenye jamii yetu kwa wanaume yanaendelea kwa sababu mwanamke amepewa kipaumbele sana, na changamoto zingine za kijamii, umasikini, ukosefu wa elimu zimeendelea kukua. Wapo wanawake Tanzania, Afrika na duniani ambao walielewa kwamba adui yao nambari 1 ni changamoto za kijamii na sio mwanaume, na wakashughulika na changamoto za kijamii. Wenda historia haiwasemi kwa ukubwa, lakini sisi watu wa kizazi cha leo tunacho cha kujifunza kutoka kwao. So, nitakuletea wanawake mbalimbali, mimi na wewe tuwajadili na tuone tuna chochote cha kuchukua kutoka kwao na tukaweza kuikomboa jamii yetu hapa ilipo. Tuki understand the assignment, tunaweza kudili na changamoto zetu za kijamii, na mwanamke anaweza kupata sehemu pa kukaa bila kung'ang'ania kumuondoa mwanaume. Na tunaweza tukatatua changamoto zilizopo kwenye jamii yetu bila kumuona kama mwanaume ndio kikwazo kikubwa. Ndio, hatukatai kwamba mfumo dume upo, lakini hautuzuii kupambana na changamoto za kijamii, na hautuzuii kufika pale tulipo tunapotaka kufika bila kumuondoa au kumuona mwanaume kama ndiye kikwazo kikubwa. So, nenda kwenye comment kaandike unataka tuanze na mwanamke yupi. Wapo wanawake wengi, wapo akina Bibi Titi, wapo akina Liti Kidanka, wapo akina Lucy Lameck, wapo akina Mbande Nzinga, wapo akina Winifred Mandela and so many other women. So see you in the comment section na tutaanza kumchambua mmoja badala ya mwingine.